Bwana Yesu apewe sifa. Nikusalimia kupitia jina la Yesu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi. Yeye ni Mungu anayetupenda sana siku zote. Na wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, tunaenda kuangalia somo linalosema nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Nguvu iliyopo kwenye damu ya Yesu. Kwanza ningependa nianze kwa kuuliza swali. Tuanze kwa kujiuliza swali. Kwa nini Yesu alilazimika kumwaga damu yake msalabani? Na damu ya Yesu ina nini ndani yake? Kwa nini Yesu alilazimika kumwaga damu yake msalabani? Biblia inasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo kumwaga damu. Kwa nini hakuna ondoleo la dhambi mpaka kumwagike damu? Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 22, maandiko yanasema hivi: na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Na unaona, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa nini pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi? Kwa sababu Yesu alikufa msalabani, alitoa maisha yake, damu yake ikamwagika ili ufanyike ukombozi kwenye maisha ya mwanadamu. Mstari wa 12 anasema hivi: wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa damu ya Yesu Kristo inasamehe dhambi. Damu ya Yesu Kristo inatakasa maisha. Tulipoamini kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tulipokea msamaha wa dhambi. Tulihesabiwa, tulipokea msamaha wa dhambi. Kwa damu ya Yesu ina uhai. Yesu alitoa uhai wake msalabani ili tusamehewe dhambi, ili tupate upatanisho kwa Mungu. Kwa damu ya Yesu, kitu cha kwanza unapomkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, damu ya Yesu inakutakasa. Damu ya Yesu inafanya upatanisho wa wewe na Mungu. Ilifanya upatanisho kwenye maisha yangu mimi na Mungu, inafanya upatanisho kwenye maisha yako wewe na Mungu. Kwa hiyo damu ya Yesu, kazi yake ya kwanza unapomkubali, unapomkiri Yesu Kristo, inakutakasa. Ndio maana anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa damu ya Yesu ndio inayotakasa, ndio inayomzaa mtu, ndio inayomtengeneza mtu. Kwa hiyo pasipo damu ya Yesu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa damu ya Yesu ina uhai kwa ajili yetu, na ndio maana akajitoa msalabani ili tupate msamaha wa dhambi, ili tuunganishwe na Mungu. Na ndio maana tumesoma kwenye Biblia anasema na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Maana yake pasipo damu hakuna kusafisha. Na ndio maana makuhani walipeleka sadaka za kuteketezwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tumesoma mstari wa 12 anasema si kwa damu ya mbuzi wala ya wanyama, bali kwa damu ya Yesu Kristo agano lilifanyika la milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pasipo damu hakuna ondoleo. Pasipo kumwaga damu hapana ondoleo la dhambi. Kwa Yesu alimwaga damu yake mara moja ili tupate ondoleo la dhambi. Ili upate ondoleo la dhambi, haijalishi dhambi ya namna gani, ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapata ondoleo la dhambi. Kwa utaona kwamba pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. So
nguvu iliyopo ndani ya damu ya Yesu. Jambo la kwanza, damu hutuondolea hatia. Damu hufanya tuhesabike au tupewe haki. Kwa hiyo pointi, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Ukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 7, Biblia inasema nini? Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru. Bali tukienenda, tukiishi, tukitenda, tukifanya katika nuru kama yeye alivyo katika nuru. Maana yake, ili uwe katika nuru unahitaji kukombolewa na damu ya Yesu. Ili uwe kama yeye alivyo nuru, ukaishi katika nuru, ukaishi katika neema ya ukombozi wa Yesu Kristo, ili ushiriki ile nuru, ule uungu, ile hali ya kiungu ndani yako. Maana bali tukienenda nuruni, tukienenda nuruni, alafu maandiko yanamweleza kama yeye alivyo katika nuru, inamtambulisha kama nuru. Maana yake, ili nguvu ya Mungu ifanye kazi ndani yako, unahitaji damu ya Yesu ifanye ukombozi kwenye maisha yako. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashiriki sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake, yatusafisha dhambi yote. Yatusafisha dhambi yote. Damu yake Yesu yatusafisha dhambi zote. Kwa unaona, tukienenda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, sisi kwa sisi tunashiriki. Maana yake tunakuwa sehemu ya watoto wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo inatutakasa na kutusamehe dhambi. Kwa damu ya Yesu inatakasa, inaondoa dhambi kwenye maisha yako. Kwa neno la Mungu linatuonyesha kuwa damu ya Yesu si ya kawaida, bali ni damu ya kiungu yenye uwezo wa kutakasa, yenye uwezo wa kuokoa. Kwa neno linatuonyesha, tunaona neno linatuambia kwamba damu ya Yesu si ya kawaida, si ya wanyama, bali ni damu ya kiungu yenye uwezo wa kutakasa, yenye uwezo wa kuokoa, yenye uwezo wa kulinda, yenye uwezo wa kukupa mamlaka ya kiungu ndani yako. Unapotakaswa, inapofanya kazi kwenye maisha yako, inakupa nguvu za kulindwa, kwa sababu unakuwa sehemu ya nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutaona kwamba wokovu wetu na msamaha wetu wa dhambi tumepokea kwa sababu Yesu aliyetoa maisha yake, alijitoa msalabani, akafa kwa ajili ya dhambi, ili tupate ondoleo la dhambi, ili upate ondoleo la dhambi, ili upokee uzima wa milele. Tumepokea uzima wa milele, tunapokea uzima wa milele, na tunaishi katika umilele kwa sababu tumeokolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Tumeokolewa kwa njia ya damu ya Yesu Kristo peke yake. Hakuna ukombozi pasipo hiyo damu ya Yesu, kwa sababu hiyo damu ya Yesu inanena mema. Na kwa nini damu ya Yesu? Damu ya Yesu ina uhai kwa ajili yetu. Unaweza ukawa uelewi ninapozungumzia kukombolewa na maanisha nini. Damu ya Yesu inatukomboa. Inatukomboa kwenye nini? Inatutoa kwenye nini? Nataka nikuonyeshe nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu, agano la damu ya Yesu, namna inavyonena mema juu ya maisha yetu tuliompokea Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi. Na kama hujampokea, unahitaji hii damu. Unahitaji hii damu ili inene mema kwenye maisha yako. Nisikilize, utanielewa. Kukombolewa ni kuokolewa katika utumwa wa dhambi, ni kuondolewa katika hali ya dhambi, kuondolewa mikononi mwa shetani. Damu ya Yesu inatuokoa wapi? Kutoka wapi? Inatukomboa kutoka wapi? Kutoka katika dhambi, kutoka katika utumwa wa dhambi, kutoka katika mikononi mwa shetani, na kurudishwa na kuwa huru na kuwa watoto wa Mungu. Kwa damu ya Yesu inarudisha ile haki ya kuitwa watoto wa nani? Watoto wa Mungu.
Damu ya Yesu inatukomboa na kutupa haki ya kuitwa watoto wa Mungu. Ni kuondolewa katika utumwa wa dhambi, utumwa chini ya shetani, na kurudishwa na kuwekwa huru na kuwa mtoto wa Mungu. Tunachofanya hivyo ni nini? Ni damu ya Yesu Kristo. Na ndio tunasema pasipo damu, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa unapokea msamaha wa dhambi. Unapopokea msamaha wa dhambi, maana yake unatolewa katika utumwa wa shetani na kuingizwa kwenye familia ya Mungu. Ni ile hali ya kutoka katika mikono ya shetani na kuingizwa katika ufalme wa Mungu, kuwa mtoto, kuwa mwanafamilia wa Mungu. Watu wote ni watu wa Mungu. Kuna watu wa Mungu ni watu wote, lakini watoto wa Mungu ni wale waliokombolewa na damu ya Yesu. Ukisoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 na mstari wa 13 mpaka wa 14, Biblia inasema hivi: naye akatuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye akatuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Nisikilize, katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye alituokoa katika nguvu za giza, alituokoa katika mateso, alituokoa mikononi mwa adui shetani aliyekuwa akitesa maisha yake. Nisikilize mtu wa Mungu, umekuwa ukiteseka, umekuwa ukihangaika, umekuwa ukiishi maisha ya mateso, maisha ya uchungu, ni kwa sababu hujakombolewa na damu ya Yesu. Na kama umekombolewa na damu ya Yesu, why unaishi kwenye mateso? Why unaishi kwenye utumwa? Umekuwa mlevi, umekuwa mzinzi, umekuwa mwasherati. Ni kwa sababu hujakombolewa. Umo gizani, umetekwa na nguvu ya giza, umetekwa na adui. Lakini maandiko yanatuambia kwamba na yeye alituokoa katika nguvu za giza. Kwa hiyo leo unakwenda kutoka katika hali hii. Damu ya Yesu inakwenda kukukomboa. Damu ya Yesu itaenda kunena mema utakapoamini kwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Damu ya Yesu itaenda kukuhamisha katika ufalme wa giza na kukuleta katika ufalme wa nuru. Tumesoma katika Waebrania sura ya 9 pale 22, anasema akituhamisha na kutuingiza katika ufalme wa Mungu, yani kufanyika mtoto wa Mungu, utoke katika nguvu za giza. Anakuhamisha. Nani anakuhamisha? Yesu anakuhamisha na kukuingiza katika ufalme wa Mungu. Mstari 18 anasema ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani tunapata ukombozi, unapewa ukombozi. Tulipoamini tulipewa ukombozi. Utakapoamini unapewa ukombozi, yani msamaha wa dhambi, unasamehewa dhambi zote. Kwa hiyo ametuokoa katika ufalme wa giza na atakutoa kwenye ufalme wa giza. Leo ninapozungumza na wewe, atakuhamisha katika ufalme wa giza na utaingia katika ufalme wa pendo lake, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo damu ya Yesu inatutoa gizani na kutuweka katika nuru ya Kristo Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu inatutoa gizani na kutuweka katika nuru ya Yesu Kristo. Kwa hiyo itakutoa katika giza na kukuweka katika nuru ya Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 24, Biblia inasema hivi: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Si unanielewa? Tulihesabiwa haki, tulipoamini tulihesabiwa haki bure, bila gharama. Gharama yake ni kumkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi. Alipokufa msalabani alilipa gharama zote. Alipopigwa mijeledi, aliposulubiwa, alipoteseka, damu na maji vikamtoka, tulipokea neema ya msamaha wa dhambi. Kwa hiyo unapolikubali
jina la Yesu unapokea neema ya ukombozi kwenye maisha yako, unapokea neema ya ushindi, unapokea ulinzi wa kimungu, unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inalinda maisha yako, inalinda watoto wako, inalinda afya yako. Nisikilize mtu wa Mungu, anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ulio katika damu ya Yesu Kristo, ulio katika damu ya Yesu. Unapokea neema, unapokea utele, unapokea upendeleo, unapewa nafasi ya kuitwa mtoto wa Mungu, ya kuitwa mwana wa Mungu, kwa sababu maandiko yanasema hivi, wote waliompokea walifanyika watoto wa Mungu, walifanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo unafanyika mwana wa Mungu. Damu ya Yesu, Mungu anaachilia nguvu yako. Ukisoma kwenye Petro sasa, tunalindwa na nguvu za Mungu. Unapopokea neema hii bure, ukombozi huu bure, unafanyika sehemu ya mbingu, unafanyika mwanafamilia wa Mungu. Mungu anaachilia nguvu ya ulinzi juu yako. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Kusoma kwenye Petro sura ya kwanza, tunalindwa na nini? Na nguvu za Mungu. Kwa hiyo ulinzi wa Mungu ili uje juu yako, unahitaji kuamini Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikutakase, iondoe hatia, akuhamishe katika ufalme wa giza na kuleta katika ufalme wa Yesu Kristo. Kwa hiyo utahesabiwa haki bure kwa neema ya Kristo Yesu, kwa njia ya ukombozi katika damu ya Yesu, kupitia Yesu Kristo kutoa uhai wake msalabani. Unahesabiwa haki. Ukisoma Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7, Biblia inasemaje? Inasema hivi, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, yani msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa nini? Wa neema yake, sawa sawa na wingi wa upendeleo wake. Maana yake sawa sawa na wingi wa utele wa Mungu unatembea kwenye maisha yako, unatembea kwenye maisha yetu. Usituone hivi tulivyo, ni kwa sababu Mungu tulikwisha kumpokea Yesu Kristo. Ukitaka badili kwenye maisha yako, ni lazima Yesu Kristo akuachilie neema. Kimsingi Kristo alitukomboa msalabani. Kimsingi Yesu kutoa maisha yake ni kwa ajili ya ukombozi, ni kwa ajili ya kuturudishia ile nafasi ambayo Adamu alikwisha kuipoteza. Tusiishi maisha ya utumwa, tusiishi maisha ya kuonewa. Ndio maana akautoa uhai wake kwa ajili yetu. Unahitaji kukombolewa. Unahitaji kukombolewa na damu ya Yesu. Kwa nini unahitaji kukombolewa na damu ya Yesu? Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 3 wanasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana yake mtu akizaliwa anazaliwa katika asili ya dhambi. Kuna dhambi ya asili, kuna dhambi binafsi, kuna dhambi ya asili. Kwa hapa kuna asili ya dhambi mtu huwa anazaliwa nayo. Kwa ile lazima utubie na damu ya Yesu ikutakase, Roho Mtakatifu akae hapo. Kwa nini? Kwa nini unahitaji kukombolewa? Kwa sababu kila mtu aliyepotea katika dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo hakuna aliye huru pasipo damu ya Yesu. Hakuna aliye salama, hakuna anayeishi maisha ya ushindi bila kuwa na hii damu ya Yesu. Ili uishinde dhambi unahitaji nguvu ya damu ya Yesu. Unahitaji Roho Mtakatifu akuongoze. Unahitaji Roho wa Yesu Kristo akuongoze ndani yako. Maana anasema hivi, mkilishika maneno yangu na haya yote nilowaambia, mimi na Baba tutakaa ndani yenu. Maana yake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Maana yake utakuwa wewe unalindwa na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kusema yeye hahitaji damu ya Yesu, anayeweza kusema hahitaji nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu. Sote tulikuwa tumepotea, lakini kwa damu ya Yesu tumepata nafasi ya upendeleo, tumepata neema ya wokovu, tumepata nafasi ya kuhesabika watoto. Kwa sababu ukishindwa bila damu ya Yesu, bila neno la Mungu, bila Roho Mtakatifu, huwezi kushinda dhambi. Maana maandiko yanasema kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi hiyo. Unakuwa ni mtumwa katika giza. Kwa unahitaji damu ya Yesu ili ushinde hiyo dhambi, ili ushinde uharibifu. Unahitaji damu ya Yesu, unahitaji maongozi ya Roho Mtakatifu, unahitaji maongozi ya Roho Mtakatifu. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi hiyo, ni Yohana 8:38 pale. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi hiyo. Lakini tumesema kwamba Yesu anatutoa katika utumwa, ukombozi. Damu ya Yesu inatutoa kwenye utumwa
katika mikono ya shetani na kutufanya kwa watoto wa Mungu. Kwa nini ukombozi ni muhimu sana? Kwa sababu kwa nini ukombozi ni muhimu sana kwenye maisha yako? Kwa sababu kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani. Unahitaji kukombolewa na damu ya Yesu. Unahitaji kuwekwa huru na Yesu ili uwe huru, ufurahie uumbaji wa Mungu, ufurahie Mungu kukuweka hai, ufurahie kumtumikia Mungu. Maisha yako yawe ya amani, yawe na furaha, yasiwe na mateso. Bila ukombozi hakuna uzima, ni mauti. Ni mauti. Na Mungu alishakwisha kutupenda, alitupa neema kupitia mwanawe Yesu Kristo. Kwa nini ukombozi ni muhimu sana? Kwa sababu maisha yako bila kuwa na Mungu, bila kuwa na Yesu, bila kuwa na Roho Mtakatifu, bila damu ya Yesu kunena mema juu ya maisha yako, huwezi kushinda. Kila kitu utafanya hakitaenda. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 3 hivi, Biblia hivi: kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa nini Yesu alikufa msalabani? Kwa nini amwage damu yake, akaacha mbingu, akazaliwa kama mwanadamu? Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitupenda. Mungu anakupenda. Pamoja na maisha yako, Mungu anakupenda. Mungu anatupenda sana. Mungu anatupenda kupita, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa damu ilimwagika ili usipotee, ili nisipotee. Damu ya Yesu ilimwagika ili tusiangamie, bali tupate uzima wa milele, tusiwe chini ya hukumu, ili tupate amani ya Mungu ndani yetu. Yesu alitukomboa ili tupate uzima, turudi kwa Baba, tuishi kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Nirudie tena. Kusudi, lengo ni uzima wa milele. Ni uzima wa milele. Usipotaka damu ya Yesu ikutakase, kuna mauti, kuna hukumu. Ndio na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti. Ninapozungumzia mauti, nazungumzia hukumu ya milele. Hukumu ya milele. Yaani kama kuna uzima wa milele, basi ujue kuna hukumu ya milele, kuna mateso ya milele, kuna jehanamu ya milele. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa uzima upo katika Kristo Yesu tu, kupitia upatanisho wa damu yake. Aliingia patakatifu, akafanya upatanisho. Ukombozi wa damu ya Yesu si wa kawaida, si wa fedha, si wa dhahabu, bali ni damu ya Yesu. Ni uthamani wa damu ya Yesu. Ukombozi haulipiwi. Ukombozi hautolewi sadaka. Ngoja nikufungue kitu kimoja. Ukombozi huwezi kujikomboa kwa sadaka. Narudia tena. Huwezi kujikomboa kwa sadaka. Gharama ya ukombozi huu si kwa vitu, si kwa vitu, si kwa damu ya mbuzi wala wanyama, si kwa dhahabu wala fedha, bali ni kwa damu ya Yesu tu. Ukiamini damu ya Yesu inafanya ukombozi.
Kwa unakuta Mungu inatakiwa akukubali, ndipo akubali na ibada yako, ndipo akubali na kile ulicho nacho. Shida, Mungu hawezi kupokea kitu kwa mtu asiyemkubali, na ukombozi hauwezi kufanyika kwako kama wewe hujakubali huo ukombozi kutokea kwenye maisha yako. Kwa utaona gharama ya ukombozi si kwa fedha wala dhahabu, bali ni damu ya Yesu peke yake. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19 anasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, bali kwa damu ya thamani, yani damu ya Kristo Yesu. Damu ya Kristo. Hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Wai udanganywe njona sadaka ya ukombozi. Ukomboe kitu gani? Yesu alikufa kwa ajili ya nini? Yesu alikufa kwa ajili ya nini? Heri kukombolewa na damu ya Yesu. Maana ukikombolewa na damu ya Yesu, umepokea uzima ndani yako, si kwa fedha wala dhahabu, bali damu ya Yesu ya thamani ndiyo hutusafisha. Hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, bali kwa damu ya thamani, yani damu ya Yesu. Hii ni gharama kubwa zaidi ya yote duniani. Hii ni gharama kubwa kuliko vitu vyote duniani, kuliko kitu chochote duniani. Aliyekombolewa anaishi maisha mapya, ana upendo, ana furaha, ana amani. Ndani yake hakuna hila, ndani yake hakuna masengenyo, ndani yake hakuna kujivuna, ndani yake kuna amani. Anachukia dhambi, anatafuta kumpenda Mungu kuliko chochote, kwa sababu damu ya Yesu imeachilia amani, imeachilia furaha, imeachilia maisha mapya ndani yake. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kumbe unapotakaswa na damu ya Yesu unakuwa kiumbe kipya, unakuwa kiumbe kipya. Tabia za kale zote zinaisha. Na ndio maana nimesema ukiwa na damu ya Yesu inakufanya uwe mwenye amani, uwe mwenye upendo, uwe mwenye furaha, usiwe na chuki. Inakufanya uishi kwa amani kwa sababu umekombolewa na damu ya Yesu, umekuwa ndani ya Kristo. Yote ya zamani yamepita, hayo yote unayopitia yatapita. Badiliko linakwenda kutokea leo, badiliko linakwenda kutokea kupitia damu ya Yesu. Yani magonjwa yanakwenda kukuachia kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yako. Damu ya Yesu inakwenda kuachilia uponyaji sahihi kwenye maisha yako. Ugonjwa wako hautauona tena, mateso yako, masikitiko yako hutaiona tena, shida yako hutaiona tena, kwa sababu damu ya Yesu inatenda, inaanza kufanya kazi nao. Unanisikia? Kuna vitu vinatokea ndani yako. Damu ya Yesu inaanza kubadilisha vitu. Kadri unavyozidi kusikia, ndivyo Roho anavyozidi kuanza kukuhudumia hapo ulipo. Damu ya Yesu, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Pasipo kumwaga damu hakuna ukombozi, hakuna uzima, hakuna usalama. Damu ya Yesu inaenda kuachilia uponyaji kwako muda huu, dakika hii, sio kesho wala kesho kutwa, muda huu na sekunde hii. Mpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kutubu dhambi zako na kuanza maisha mapya ndani ya Kristo. Kutubu dhambi zako zote na kujishia, Yesu ninajiachilia mbele zako. Achilia ndani ya moyo wako, kili kutoka ndani ya moyo wako,
kili kutoka ndani ya moyo wako na kwa mzigo na kwa kumaanisha, umkiri Yesu kwa kinywa chako na kwa moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Alikufa Yesu kwa ajili yako, akamwaga damu kwa ajili yako, akateseka kwa ajili yako, akapigwa kwa ajili yako, aliumizwa ili wewe ucheke, alilia ili wewe ufurahi, alihuzunishwa ili wewe ufurahishwe. Kwa nini unapita kwenye mateso? Kwa nini unahuzunika? Kwa nini huna furaha? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini umevunjika moyo? Nataka nikutangazie leo, Yesu yupo kwa ajili yako. Yesu yupo kwa ajili yako. Wapendwa, damu ya Yesu bado inafanya kazi leo. Damu ya Yesu bado inafanya ukombozi. Haikufanya ukombozi miaka 2000, inafanya ukombozi milele na milele. Swali langu kwako, je, umeokolewa? Je, damu ya Yesu, unahitaji damu ya Yesu? Unahitaji damu ya Yesu? Kama bado hujamkabidhi Yesu maisha yako, leo ni siku yako. Mkubali Yesu. Alikufa msalabani kwa ajili yako ili akuokoe uwe katika ufalme wake, akurudie, akuchukue uwe mtoto wake. Je, unataka kuwa mgeni wa nani? Ndugu, tubu. Bado Yesu anakupenda sana. Yesu anakupenda sana. Yesu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema hivi: tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Na mkuu wa wafalme wa dunia, nisikilize, mkuu wa wafalme wa dunia kukaa ndani yako wewe. Yeye atupendaye, yeye anayetupenda, yeye anayekupenda pamoja na hali ulionayo hiyo. Yesu anakupenda na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Anaosha dhambi zako na damu yake. Alituosha, anakuosha na wewe unafanyika kuwa mtoto wake. Mstari wa 6, na kukufanya kuwa ufalme na makuhani, na kukutengeneza wewe kwa damu yake kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, yani ni baba yake. Utukufu na ukuu na yeye hata milele na milele. Amina. Atakaa na wewe milele na milele. Ndugu watakutenga, jamaa watakukataa, dunia itakugeuka, watu watakupa visogo, lakini yeye atakaa na wewe milele. Atatembea na wewe milele, atakula na wewe, atalala na wewe. Kila ulipo wewe, yeye yupo. Wewe umelala, yeye anakesha kulinda maisha yako. Yeye anajishughulisha, anasema nitwikeni fedheha zenu. Yeye yupo kwa ajili yako. Ni bora leo ungempa maisha yako ili aondoe mateso, aondoe magonjwa, aondoe huzuni, aondoe kila kitu, aondoe kukataliwa, aondoe laana, aondoe mikosi, aondoe nuksi kwenye maisha yako. Ungemkubali Yesu akufanye kuwa ufalme, akufanye kuwa uzao wa ufalme na makuhani, akufanye kuwa taifa takatifu, apigane vita yako. Nisikilize mtu wa Mungu, Yesu bado anakupenda. Na kama umekombolewa na damu ya Yesu, kwa nini maisha yako yamekuwa maisha yasiyoeleweka? Utukufu wa Mungu uko ndani yako. Unahitaji kutubia hiyo dhambi, unahitaji kumrejea Bwana ili upate ondoleo la dhambi. Mtu akiwa ndani ya Kristo, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ufanyike upya, ufanyike upya ndani yako. Ukombozi huo si wa kulipa fedha wala dhahabu, si wa kununua. Ungekuwa ni wa kununua, wengine tumekwisha kufa muda mrefu, lakini kwa sababu ni bure, ni neema tumepewa. Ni neema tumepewa. Ni neema tumepewa, mtu wa Mungu. Ni neema tumepewa.
Tumehesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu. Unahitaji hii neema ya Yesu Kristo. Unahitaji ukombozi huu wa Yesu Kristo kwenye maisha yako. Na Roho akusaidie unielewe. Na Roho akusaidie unielewe. Roho Mtakatifu akusaidie unielewe. Hata kama hujui kitu kinaitwa Roho Mtakatifu, lakini kuna nguvu ya asili ya uumbaji wa kimungu ndani yako ambayo inakwenda kusema na wewe. Kuna vitu vinaenda kutokea sasa hivi. Wanahesabiwa haki bure kwa neema, kwa njia ya ukombozi, kwa njia ya imani. Amini Kristo Yesu. Katika yeye huyo, kwa damu yake, kuna ukombozi, kuna uzima, kuna msamaha wa dhambi, kuna amani, kuna wingi, kuna utele, kuna utoshelevu katika jina la Yesu. Kuna afya, kuna uzima, kuna uponyaji utatokea kwako leo hii. Saa hii naongea, uponyaji unatokea kwako. Ndugu, nikukaribisha. Kama hujampokea Yesu, mkubali leo. Ufalme wa Mungu umekaribia. Mambo yanayoendelea unayaona. Ulimwengu ulipo unaelewa. Mambo yanayotendeka unayaona. Kwa macho unaona, kwa masikio unasikia vitu vinavyoendelea. Ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu amekaribia kurudi. Ndugu yangu, ni bora umpokee ili akutakase na damu yake, uwe sehemu ya Mungu, uwe sehemu ya Mungu. Baada ya kifo ni hukumu. Ndugu yangu, baada ya kifo ni hukumu. Biblia inasema hivi, uwe na Mungu ukiwa umepokea uzima wa milele, ama uwe na Mungu ukiwa kwenye jehanamu ya moto. Watu wote sisi ni watu wa Mungu, na jehanamu ipo kwa ajili ya adui Shetani. Jehanamu si kwa ajili yako. Jehanamu si sehemu yako. Sehemu yako ni mbinguni. Na ndio maana Yesu, Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa nini? Ili kila muamini apate kukombolewa, apate msamaha wa dhambi. Kwa nini? Ili awe sehemu ya ufalme wa Mungu. Ili awe sehemu ya ufalme wa Mungu, ili apokee uzima wa milele, si mauti. Ndugu yangu, mpokee Yesu leo. Mpokee Yesu leo, Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nikukaribisha. Kama hujampokea Yesu Mwokozi, leo ni wakati wa kumpokea. Ni wakati wa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mahali popote ulipo, unataka kumpokea Yesu, unataka kumrudia Mungu, nifuatishe na mimi. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Naomba unisamehe dhambi nilizozitenda. Nimekukubali Yesu. Nimelikubali neno lako. Nimelikubali neno lako. Na hiyo damu ya Yesu, na hiyo damu yako inene mema juu yangu. Initakase dhambi zangu zote. Initakase dhambi zangu zote. Initakase dhambi zangu zote nilizozitenda, kwa kujua au kwa kutojua. Yesu, naomba unipokee. Yesu, naomba unipokee. Yesu, naomba unipokee. Najileta kwako katika jina la Yesu. Najikabidhi Bwana. Na kurudia wewe Mungu uliyeniumba. Na kurudia Mungu uliyeniumba. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nafuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Niwe sehemu ya ufalme wako. Bwana Yesu, ninakupokea. Bwana Yesu, ninakuamini. Bwana Yesu, ninakurudia. Damu yako sasa ianze kunena mema kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yako, kwenye ujana wako, katika jina la Yesu. Yesu, naomba damu yako sasa inene mema katika jina la Yesu. Nimekukiri Yesu na nimekupokea. Amen. Naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu, mtu huyu amekupokea. Mahali popote alipo, anapokiri ukiri huu Bwana, neema ya Roho Mtakatifu na damu yako sasa ingie kuanza kutakasa mambo yake, nafsi yake, roho yake. Bwana, mtakase, muoshe kwa damu ya Yesu, na magonjwa yatoke. Kwa sababu roho, damu ya Yesu inaposhuka, Mungu unapokaa ndani ya mtu, magonjwa, rana, mikosi vinaondoka katika jina la Yesu. Natangaza afya,
hakuna ugonjwa, kisukari, pressure, BP, HIV, kansa, katika jina la Yesu havina nafasi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, Bwana Yesu mponye mtu huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Nimekuomba Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema yako. Ninakushukuru. Mungu akubariki sana wewe uliyekuwa pamoja nami.